Sasa imeingia kanisani. Ni pastor ama ni bishop ama ni nani ameshikwa, ameua watu na anazika, ameua watu na anazika, na huko kuna polisi, kuna chifu, kuna ma-CID, kuna kila kitu iko huko, watu wako. Si kwamba anafanyia kwa anga, lakini kwa sababu ni spiritual matter, wanakujaga wanafunika watu hapo, wanafunika akili za watu. Sasa hapa inasema maandiko hapa kwamba wakati utakuja. Kwa hivyo nimekuuliza, kwani tulikuwako? Ilikuwako. Mungu anasema nimekuwekea mema na mabaya. Deuteronomy inasema nimekuwekea mema na mabaya, uchague. Deuteronomy 30:15 inasema nimekuwekea mema na mabaya, uchague. Chagua kile unataka. Unataka nini? Mimi nilikuwa gerezani, mwizi, mbabuduki. Kila kitu mimi nilifanya. Lakini siku moja kama leo, mtumishi wa Mungu akawa anahubiri habari njema ya Yesu. Nikainua mkono akaniombea. Nikatoka jela 1992. Mimi najua kubeba bunduki sana. I'm very sharp shooter. I know how to do that thing. Najua. Hata nikaenda kutafuta kazi kwa polisi, nitapewa kazi. Vile tu miaka imeenda, I'm 70. I know in and out. Nikaamua nikasema sasa I am okay for that. Nikaanza maisha haya mapya. Nikaanza maisha haya na mkokoteni. Nikahubiri injili ya Bwana Yesu. Nikahubiri habari njema. Thank you. Nikahubiri habari njema, nikachai nimeletewa. Na mnisikilize wale mko hapo nyumbani. God bless you guys wherever you are. Nikahubiri habari njema ya Yesu Kristo na mkokoteni. Nikaanza kuhubiri mkokoteni wa Maembe, watu wa Mombasa. Mombasa wananijua. Hapo railway nikawa na kioski hapo Mwembe tayari. Nikapata kabaiskeli, nikaenda nikapata kaduka kule Bombolulu. Nikahubiri habari ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Sasa niko Marekani. Nakuja next week. First week of May. Apadacho mtu ndicho atakachovuna. Wale wahubiri waongo, makonimani, mutafika tu mwisho tu. Mutafika mwisho tu. Mutafika makonimani, waizi na wakora. Niliziita vioski. I call them vioski. Niliziita vioski. Na nitaziita tena vioski. Sababu zinashukisha ufalme wa biguni. Nitaziita vioski. Na bado zitabomolewa. Inasema maandiko, many will give up. Sasa injili saa hizi kuhubiria mtu ni gumu sana. Ni gumu sasa. Na jionona Israeli anafunga anasema hataki kuona misaraba huko. So kama mnapitisha wanaume walalane, tena huyo so mnasema hawataki. Hata mimi I support that. Wakufa atakufa tu. Akufa atakufa. Sababu we can't use the name of Jesus to cover the devil. We can't use the name of Jesus. Never sign peace agreement with the devil. Never sign peace agreement with the devil. Liwalo na liwe. Kama ni kukufa, ukufa wewe ukiwa maskini. Never sign peace agreement with the devil. The end of the day atakugeuka tu bure. Sasa saizi injili iko na ngumu sana. Ni ngumu kabisa injili. Even the government itself inashindwa kuelewa mhubiri ni nani.
Maana kama sote tunababaika, tunataka kwenda kuomba maspika, tunataka kwenda kupiga magoti mbele yao, wanashindwa sasa. Kuhani Elijah yuko wapi? Wapi Elijah? Elisha yuko wapi? Hata hawa ni watu tu, wana akili, wanashindwa. Kwani huyu Mungu anakuaga mdogo namna gani? Maana sote tuko hapo, tuna support, iwe ni baya tuna support. Faith imeshuka sasa. Nimeenda juzi, nimeombea mama moja hapa Marekani hapa, na hiyo kitu imeniumiza kabisa. Ako na anajidunga dawa ya sukari miaka 20 na zaidi ya miaka 20 kuendelea juu. Na for your information, mwingine naye hapa ni mgonjwa, anafanya kazi, lakini watoto wake kule, watoto wake Kenya, moja ako kwa rehab, anaishi rehab, anaishi rehab. Kwanza aliniambia hiyo nyumba ni yako. Kuna nyumba yangu nilikodisha daktari moja, aliniambia hiyo nyumba niliambiwa ni yako. Huyo daktari anafanyanga rehab ya kuweka watu. Hiyo nilikuwa nimeiweka ya nikiombea watu na wapeleka hapo, inaitwa Shilo, na wapeleka hapo, wanakaa wiki moja mpaka warudi vizuri. Baadaye nikaona nikanisubua, nikakodisha. Sasa aliniambia anakuaga huko kwa daktari, anakaa mwezi 2 anarudi. Kwa hivyo ile pesa huyu mama anapata hapa inateremuka kwa daktari. It is so painful, so painful. Na nikaambia watu wa hapa, mwingine alinipigia akaniambia ako hapa miaka 20 hajapata hata makaratasi hapa. Makaratasi ni certificate, hawezi fanya kazi kubwa, unafanya tu huko chini chini. Sasa ako na 20 years hapa, na akaniambia hana kazi. Kwa sababu ya kutojua, watu wangu wanapotea kwa kutokuwa na maarifa. Nasema hivi, the important thing to look at, one example, 2 Chronicles 25 number 7. Nabii akamwambia, prophet akamwambia mfalme, hawa watu usiende nao, hawana roho, they don't have God with them. Na ni Waisraeli, si wa Kikuyu, si wa Kamba. Akamwambia, these people, they don't have God's spirit, don't go with them. Mfalme akasema, nilikuwa nishawalipa. Akamwambia, Mungu atakupatia uwezo. Is the person is connected? Wahubiri wale mnahubiri, are you connected? Are you connected? Kuna mhubiri moja alikuwa hapa kwangu zamani. Sasa akatoka, ametoka kanisa kama 4. Akakaa huko kama miaka 8 sasa. Sasa juzi amekuja ameniambia ati nimtafutie kazi. Nikamuuliza, kazi gani? Unitafutia tu hata kama ni mahali ka kanisa unifungulie. Nikamwambia, hiyo mimi siwezi kwako, those are vioski. Nikamwambia, ulitoka kwa Mungu, enda umtafute. Sina kazi ya Mungu mimi ya kupea mtu, ni Mungu mwenyewe akupatie kazi yake. Ati nitafutie kazi mahali, nitafutie kazi, nitafutie kioski, mimi nifungue kioski. Hiyo iliisha hiyo, iliisha. 2 King 3 number 9 all the way. Jehoshafati walipokosa maji. Mnisikilize wapendwa, my fellow Kenyans. Niko Marekani, naitwa James Maina. Mimi ni mtume. Mimi sionagi hizo vitu, lakini nasikia sauti ya Mungu. Siwezi kuona, nikiona kila mtu naona ndani yake amelala na mtu, amelala na mbwa, nikitembea na no. Hiyo Mungu aliniambia hawezi kunionyesha takataka hizo. Watu hawa walipokuja wafalme wakakosa maji. Maana tunaigia tu kila kanisa, hata kioski tunaigia, hata mtu amepasiwa kanisa ya mtu tunaigia. Ametoka kwa baba yake wa kiroho. Hata huyo nimesikia alitoka ya kwanza akatoka ya pili.
Umetoka kwa baba yako ya kiroho. Utatoa wapi baba na wewe si baba, wewe ni mwana? Utatoa wapi baba na wewe si baba, wewe ni mwana? Wewe ni dustbin. Dustbin of the devil. Wakaulizana Jehoshafati, wakauliza hapa kuna nabii kweli? Wakaambiwa kuna moja alikuwa anamwagilia Elijah maji hapa. Wakaulizana ako na neno. Wakasema kila kitu anasugumuza inakuwaga hivyo. Basi mtu angalie kabla mkuja kwa hizi vioski tuko nazo na sarakasi, mtu angalie. Muangalie. Heri mimi sikwenda shule. Heri mimi sikusoma. Lakini nyinyi mmesoma. Simu hii itapata pesa 300,000 wauaji hawa. Mufe kabla wakati wenyu. Hii simu ukituma shilingi 200 utapata 300,000 wauaji. Na nyinyi mkujiwe. Afuta huyu amekamatwa na nyinyi mkujiwe. Na mtakujiwa. Nasema mtakujiwa. Serikali tukujieni. Hata mimi nikujie. Tukujieni serikali, kujeni. Kujeni mtukujie. It's too much now. It's too much. Hizi vyombo vya habari zimepeanwa mpaka mtu akitaka uganga anafanya. Na ni kwa kanisa. Wacha uganga basi iwe na mambo zao. Lakini in the church, ndani ya kanisa, hapana. Na nyinyi naye mnafanyaga, mnaendaga wapi? Kuna yule alikuwa anasema ukituma shilingi 200 atakwambia kama jina yako iko kwa Mungu. Sijui alikuwa anaitwa Mercedes ama helicopter ama ndege. Na mwingine naye alikuwa hapo. Utanunua kiwanja, hiyo kiwanja umenunua ikabomolewa. Ikabomolewa. Unaweka mtu hapo anachukua simu, unamuuliza ate yako ni nini? Ate yako ni nini? Mjinga wewe kama mama yako. Wauaji. Mumeharibu mwili wa Yesu Kristo. Mutakutwa. Wewe polisi endea watu hawa. Hata mimi jua kwangu. Nikifika nikute airport. Unipeleke muniulize hii ujinga mnafanya ni ya nini? Kuharibu sifa za Yesu Kristo. Mnaua. Na ndio mimi niko na nyumba ya maombi. Huko akufungagu hiyo ujinga hiyo. Akufungagu hiyo ujinga ati uwezi ingia kwa huko na biscuit. Kwani lazima kuomba. Hata nikakataza kukula. Imani uko nayo wapi? Kule Jerusalem unakunywa chai asubuhi na toast mbili. Jioni chai na toast mbili. Na kama wewe ni mgonjwa kuna kioski hapo kula. Kula tumbo ni yako na Mungu ni wako natafuta, si wangu. Usinitafutie Mungu mimi. Nilienda mahali kile kasikia ati wewe ingia, unasachiwa kwa mlango. Ati hata kama uko na biscuit yesi ingia. Hao na watu wengine wako na pressure. Hao si lazima kuomba. Ni mtu aombe vile anataka. Ukitaka kulala shauri yako. Kule kwetu Jerusalem asubuhi kikombe ya chai na toast mbili. Na jioni kikombe ya chai na toast mbili. Hiyo ujinga hiyo ya kufunga siku 40. Wewe ni Yesu. Ufunge siku